utumishi kwanza ulianza zamani sana. Mimi nimezaliwa na huduma au karama ya kutumika. Nimeanza kuwa monitor kwenye shule ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Nilikuwa monitor. Kwa hiyo ile spirit ya mimi kuwa na hali ya roho ya kuongoza ninayo, ya kutumika ninayo. Nimekuwa mwenyekiti kila mahali nikipita naitwa mwenyekiti. Utumishi huu ndani ya huduma nimeanza zamani. Naanza kuimba kwaya zamani sana. Miaka ya 84 mimi nimeanza kuimba kwaya. Zile nyimbo za zamani kabisa zenye utukufu wa Mungu mimi nilikuwa naimba. Na mimi nilikuwa nashughulika sana kujifunza kupiga vyombo vya muziki. Nitengeneza mpaka gitaa la debe. Nani leo anahangaika kutengeneza gitaa? Wakati tunatumia redio zile za bendi moja na kuchukua maiki zile za posta zile za walizokuwa wanatumia kwenye simu tunafunga kwenye redio. Na nilikuwa naitwa mpiga gitaa hatari. Nikiingia hapa Yumbu watu wanaogopa, wanasema kuna kijana mmoja ametoka Makulu huko ni mpiga gitaa. Kwa utumishi wangu mimi ndani ya kanisa umeanza zamani sana. Kwa sababu umetaja na hapa nilipo nina mpango wa kwenda mbali zaidi kumtumikia Mungu, na naomba Mungu aniinue. Ninajua kabisa jina langu lilikuwa jina liko chini, lakini sasa hivi jina langu linapaa. Na halipai kwa sababu ya umaarufu wa nini? Kwa sababu niko tayari kutumika na kuwatumikia Watanzania wote. Kumbuka ofisi mimi ninayotumika inaitwa Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo wewe mwenye mwili, mimi bado ni mtumishi kwako. Amina. Kipaji hicho ambacho pengine umekitaja cha uimbaji bado unakiendeleza mpaka sasa kama? Yaani kwenye ishu ya uimbaji mimi sitoki. Mimi ishu ya uimbaji itaisha siku mnanipeleka kaburini. Na sijui litakuwa lini, sijui itanikuta niko hai Yesu anitukue nikiendelea kuimba. Mimi kwenye huduma ya uimbaji sikati tamaa, bado naendelea. Na ninatamani sana hii roho niwaambukize vijana na watumishi wengine kwamba kuimba ni huduma ambayo inaendelea. Mbinguni watu wanaimba, tukisoma maandiko yanasema kule watakatifu wanaimba, malaika wanaimba, wanainama na kuinuka. Kwa hiyo wewe mtumishi ambaye hutaki kuimba unajifanya bosi, ndugu yangu nakupa pole. Kwa hiyo hivi kuimba ni kipaji ama ni kazi? Kuimba ni kipaji, wengine wamegeuza imekuwa kazi. Kuimba wengine imekuwa kazi, lakini kwangu mimi ni kipaji. Mimi naweza nikaimba muda wowote na sitarajii kupata chochote kwa Mungu, kwa mtu, lakini ninajua kwamba kupitia mimi kumwimbia Mungu na kumtukuza na kumsifu, kuna watu wanabarikiwa, kuna watu wanageuka wanamrudia Mungu. Kwa mimi kuimba kwangu ni kipaji, sio kazi. Nini siri yako ili kufanya vizuri kwenye uimbaji katika hatua ulionayo, na pengine unaweza kuwa na ushauri kwa uimbaji wa sasa? Siri yangu kubwa mimi ni kuwa na ukaribu na Mungu. Ile roho ya unyenyekevu na utii naipenda sana, ndio inayonifanya mimi hata nikitunga wimbo, unapoimba wimbo mtu anasikia kwamba anabarikiwa. Kwa sina siri nyingine, ni hiyo tu, kuendelea kuishi maisha mazuri, maisha ya kumpendeza Mungu na kuwapendeza wanadamu, kwa sababu kuna kipengele watu wanaangalia kumpendeza Mungu lakini wanakorofishana na wanadamu. Mimi sipendi ukorofi na mtu yeyote. Labda kuna utofauti sasa wote ule wakati ule mnaimba na hapa unaendelea, lakini na waimbaji wa sasa tofauti ipo. Sasa hivi bwana, uimbaji umekuwa kama uimbaji wa majukwaa wa kuwafurahisha watu. Watu wanatunga nyimbo za kuwaburudisha watu na kuwafurahisha watu. Watu wanataka wasikie nyimbo wanafurahishwa. Hapana, nyimbo ambazo zilikuwa zinaimba zamani, nyimbo ambazo zilikuwa zina utukufu wa Mungu. Yaani mtu anaweza akaacha dhambi kwa kusikiliza wimbo wa mtu. Lakini sasa hivi kumeshakuwa na shida, watu wamevamia hii fani, wengine sio fani yao. Wanataka wafurahishe watu wapate hela. Hapana, lazima tukubali kurudi nyuma na kuishi maisha ambayo ili nyimbo zetu tukiimba ziwe nyimbo zenye utukufu. Kuna nyimbo ambazo hazina utukufu kabisa kwa kweli. Mimi nawaonya waimbaji, turudi tuangalie Mungu anataka tuweje. Tunaimba ili tuwafurahishe watu au nani afurahi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Neli Joseph, nimeokoka na mpenda Yesu. Nipo chini ya Pastor Yona Ngobito, PBFCT Yumbu.
Kuhusu praise, mimi nadhani huduma ni wito. Kama Mungu amekupa kweli huduma ya kumtumikia Mungu kwa njia hiyo, huwezi ukajiona wewe ni bora kuliko wengine. Na mimi ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, ni kitu ambacho Mungu amekipandikiza ndani yako. Huwezi kujikweza kwa watu, huwezi kujionyesha kwamba mimi ni bora kuliko wengine, hapana. Ukiwa wewe kama muimbaji, hebu mtumikie Mungu kwa roho na kweli. Hebu imba kutoka ndani, usiimbe kwa mazoea. Naamini kupitia sisi watu huwa wanafunguliwa, kupitia sisi watu huwa wanakombolewa. Hapana, haipendezi mbele za Mungu, haitakiwi tuwe hivyo. Tunatakiwa tuwe, yaani sijui nisemeje, lakini si picha nzuri sana kujionyesha kwamba sisi ni bora kuliko wengine.